Subhanallah. Jamani, tumswalieni mtume sallallahu alaihi wasallam sana sana. Nitoe visa viwili katika maisha yangu ambao vimekwisha nisibu katika swala hili la kuweza kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi billah, siku moja nimelala katika usingizi ambao ilikuwa ni katika nyakati za kukurubia swala ya alfajiri. Nikalala naota kwamba ninaingia kwenye msikiti mmoja ambao na ufahamu na sehemu hiyo nafahamu, na kiongozi wa msikiti huo namfahamu, shekhe wetu katika nchi ya Burundi. Nilivyoingia kutana msikitini kuna watu wengi, lakini nikamuelekea kumfuata yule shekhe ambapo alikuwa amekaa na baadhi ya watu. Wakanipa nafasi nikamsogelea tukaikaa. Katika suala ambalo akaniambia zidisha kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapopatwa na matatizo, Mwenyezi Mungu atakuwa ni haraka wa kukuondolea matatizo yako. Nilivyoshtuka ilikuwa ni mida ya karibuni na swala ya alfajiri. Nasikia na adhana inatoka. Na ndoto, kuna baadhi ya ndoto ambazo zikikufikia usiziache hivi hivi. Wallahi billahi, hazikupita masiku nikawa nimeingia kwenye mtego katika masala ambayo amenipata kimatatizo. Pale pale nikaikumbuka kauli ambayo ilinijia moja kwa moja katika ndoto niliota ndani ya siku 2-3. Kumswalia mtume niko na matatizo. Na si kwamba nilikuwa siajui, nilikuwa nafahamu, lakini utendaji kazi kuweka katika vitendo ndio ulikuwa mzito. Nikasema simjaribu Allah subhanahu wa ta'ala. Nalifanya hili kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi nikaanza kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilimswalia mtume hapo kwa hapo. Mwenyezi Mungu aliniondoshea suala hilo bila mategemeo ambayo nilikuwa natarajia. Hilo ni la kwanza. Mwaka jana, kama nitakuwa sikukosea, mwezi wa 12, tumeifunga safari, tulikwenda kufanya da'wa Sweden. Nilitoka Faransa na tulikwenda na gari kutoka Belgique mpaka Sweden kwa gari. Kipindi cha baridi kali, kipindi cha Noel hivi. Usalama ulikuwa mzuri barabarani. Nikawa nimeisahau passport yangu mimi. Na normalement tunafahamu kwamba Union Europeenne sio lazima mtu kutembea na passport. Lakini tulivyofika mpakani, siku hiyo upepo ulikuwa mzito kwenye vilalo, watu tunafahamu pale Denmark kuingia pale, kutoka kama ni Ujerumani kuingia Denmark pale. Namna pana usumbufu pale Denmark kupita kwenye kile kilalo. Usumbufu ulioko palikuwa upepo mkali sana. Subhanallah. Na hili jambo nilifanya, wenzangu wote sikwambia kwamba niliweza kufanya hili jambo. Mimi ndio nikawa sababu ya kusema kwamba msafara hauingii Sweden. Tutarudishwa, waliokuwa na nini na vitambulisho ndio watakwenda. Nilikuwa mimi, Sheikh Salum, Dr. Nasa. Tulikuwa na Dr. Nasa pamoja na Sheikh Ramadhan Randan. Tulikuwa watu kama 7, Imrani pia. Subhanallah. Watu ambao wanaambiwa kwamba wataendelea watu 3. Sisi wakatuambia tutarudi nyuma. Wakanichukua mimi, ndo alianza kunifunga. Kwa sababu mimi ndo nilikuwa wa kwanza. Walichukua pasipoti yangu, ambia mimi ingia kule. Ikaeka mle ndani. Subhanallah. Tumeshatoa maelezo, tumeshajieleza, mpaka nishamwambia ule jamaa, kwa nini mnatunyanyasa hivi? Union Europeenne vipi passport vipi? Wameshatoa maelezo yao kwamba hakuna kwenda. Yule jamaa alipotoka nje nikabaki mle takriban kama dakika 30 au 40. Mwenyewe tu amenifunga kwenye chumba kimoja. Nikasema hii nafasi ni nafasi ya kumleta Allah subhanahu wa ta'ala, ndio atatukomboa kwenye nafasi hii. Ilianza adhkar, salatu ala nabi na adhkar za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wakaja wakanitoa, wakanirudisha kwenye gari, wakamuita Sheikh Dr. Nasa, wakampeleka, wakamhoji. Aliponipa mimi makaratasi nikamwambia mimi sikusaini. Kwani ni lazima kusaini? Ndio ni lazima. Mimi nikasema si saini. Sio lazima, akamwambia sio lazima. Ukitaka sasa, lakini kuingia Sweden hauingii. Akasema hamna shida. Kama sio lazima kusaini basi mimi si saini. Sababu sijui vimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Sijui nini. Kama ni vitu vya kuniua mimi sijui. Nikakataa kusaini. Na baadhi ya wengine wote tukakubaliana hakuna kusaini. Wakatuambia hamtoingia basi mnarudi kwenu. La ilaha illa Allah. Ilikuwa ni msafara mgumu. Ilikuwa ni tarehe 24. Kesho tarehe 25 tuko na muhadhara. Kila kitu kimeshakuwa tayari. Subhanallah. Tulirudi nyuma. Tukaanza kushauriana. Turudi. Tulitoka Belgique, tumeshafika mpakani Sweden. Tunapaona Sweden ndo pale. La ilaha illa Allah. Turudi. Tulikaa tukafanya shura ya pamoja. Lakini mmoja wetu katika hawa akasema kwamba mimi ninaona kwamba roho yangu haitoniridhia mimi kuingia. Mimi mniache hapa Denmark, kama mtachukua uamuzi nendeni. Wallahi tulichukua nafasi hiyo subhanallah ya kuweza kuenda, tukajigawa, tukachukua gari nyingine ambayo tufanya mpaka tukapita. Wallahi ndani ya muda watu tulikwenda ikiwa namsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa bahati nzuri Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia wale polisi wote tukawakutana hawako kwenye ile nafasi ya duanye, tukapita kama vile umeme. Allahu akbar. Na mpaka tukaingia Denmark na ni Sweden, kutoka Denmark mpaka Sweden, na asubuhi yake mashaallah tukaenda kupiga muhadhara kama kawaida. Hizi ni faida za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu, zimetusibu. Na mengine ni katika mengine ambayo labda tuseme ni katika secret zetu binafsi katika hayo ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe usijaribu
bali fanya kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, utaona faida yake. Acha nikupeni kisa cha mwisho. Juzi hapa Tanzania palikuwa musabaka. Allahu akbar. Hii imenijia sasa hivi. Palikuwa musabaka. Mmoja katika wadada ima aliyepata gari au aliyepata zawadi ya kwenda kumzuru mtume, kwenda kufanya umra na kwenda kumzuru mtume. Ni dada ambaye alikuwa anamsalia mtume. Katika interview anamwambia ni kitu gani ulikuwa ukifanya? Akasema huko mwishoni alipotaja gari bajaji umra, nikasema kuliko gari kuliko bajaji bora umra. Basi nikawa tangu yule kaka na MC anatangaza, anasema mtu aseme na Mungu wake. Nilikuwa tangu nimetoka nyumbani namsalia mtume, na hapa unaona imefika 2500. Kwa hiyo nilikuwa tunamsalia mtume, na kwa rehema zake Mwenyezi Mungu na inshallah naenda umra. Wallahi katika kumsalia mtume kuna faida kubwa. Kama Allah ndo alilianzisha hili jambo, unafikiri lina faida ndogo? Mwenyewe kisha tuambia na nyinyi fanyeni. Unafikiri kuna tu vitu hapa? La, kuna vitu vikubwa sana katika hili swala la kumsalia mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.